Achia. Sikia. Ukisikia la Yusela ndo mimi. La Yusela. Kiboko mtani. Nikikuachia hapa nataka ukimbie. Sawa. Pita. yangu wasene simwakire mtuzeha sana nenda finira. Sawa. Acha mimi nikuache. Sawa, na uende kazini. Sisahau hilo. Kwani? Mpenzi, Kwa nini umekuja kwangu bila taarifa? nimekuja kwa sababu nakupigia simu zangu huzipokei. Nikaamua nije hadi huko.
Nikajua labda umekutwa na shida. Au nimekosea? Hivi umefundwa kweli? Mbona mpenzi wangu siku hizi umekuwa na dharau kiasi hiko? Kwa sababu mwanamke aliyefundwa hawezi kuwa kama wewe. Unaenda tu kwa mwanaume wako bila taarifa. Mbaya zaidi hata hodi tu imekushinda. Ndio maana nakuuliza, umefundwa? Sasa nibishe wewe wakati hiki ni chumba cha mpenzi wangu. Halafu tukalini ukaniongelea ukaniuliza maneno kama hayo. Mbona sijakusema vimba vingine? Tatizo mnapenda sana kuishi kwa mazoea. Kuna jana, alafu kuna leo. Layo wa jana sio huyu wa leo. Kwa sababu Layo wa jana alikuwa kama mbwa mwitu, kama simba mtaani. Unamaanisha nini? We ni mkubwa. Tushapita zile zama. Sikupendi, sikutaki. Umepiga simu mara ya kwanza, mara ya pili, upokelewi. Jiongeze. Unamaanisha nini? Bado sijakuelewa. Naomba uniambie ni wapi nilipokosea na kumbe msamaha. Kwa sababu nikiangalia kosa sio langu. Unipokelea simu zangu, ujibu message zangu. Halafu tena mimi ndo unaniadhibu mno tena. Niambie basi kosa langu, nikombe msamaha. Kusoma ujui. Hata picha pia uone. Kwani unanijua vizuri? Usitaki nikubadilikie. Hamna kosa lolote ambalo umenifanyia, ila mimi ndo nimeamua iwe hivyo. Na haya naongea sio kwa bahati mbaya, yanatoka kwenye uvungu wa moyo wangu. Naomba unielewe, nisije nikakubadilikia. Nisije nikakubadilikia. Nimeshakwambia ufanyaje? Toka! Sawa. Acha mimi niondoke. Nikuachie na maisha yako. Ambao tunakuhitaji sasa ni mimi. Nakupenda sana shemeji yangu. Kwa hiyo kwangu mimi hiyo ni kama fursa. Kwa hiyo karibu ndani niweze kufariji. Shemeji. Yaani mimi nimekuja wewe ndo rafiki yako unisaidie nirudiane na mpenzi wangu. Leo unanitamkia maneno machafu kama hayo. Sasa shemeji, mtu ameshasema kwamba hakuhitaji. Kuna haja gani wewe kumbembeleza? Hem, karibu ndani bwana nikufariji. Acha kulialia. Shemeji, siku zote nilikuwa nakuona wewe ni mtu mwenye heshima sana na akili pia. Huwezi kunitamkia maneno machafu kama hayo. Kama huwezi kunisaidia, basi nitafanya mwenyewe. Lakini sio kunidhalilisha hivi. Hivi unafikiri kwamba mimi ni mjinga kusuluhisha kesi za mapenzi za watu?
Utamu mpate nyie afu kesi nisuluhishe mimi. Sifanyi hiyo kazi. Hivyo unajisikiaje kumuona mwanamke mwenzako anateseka kwa ajili yako? Hivi unajua yule mwanaume mimi nampenda kiasi gani? Na wewe ndio chanzo. Yule mwanaume mpaka mimi hanihitaji. Hivi wewe ulikosa mwanaume mpaka ukaamua kuingilia mahusiano yangu. Alafu nikikuangalia ni mtu wa kawaida sana. Mimi nahisi utakuwa umempa dawa. Maana kuona mpaka nakuonea huruma. Na nisiporudiana na mpenzi wangu, nitakachokufanya utanijua mimi ni nani. Alivyokuja kwangu ni kama malaika, nikampenda kikweli, akanifanya kusahau ya nyuma walioniumiza kipindi kile. Kumbe mapenzi ukipenda sana ni ujinga, nilivyopendwa nikasahau kuna kuumizwa, nilivyotendwa kabaki kulia. Nilimpenda kumbe yeye hakunipenda, kumbe upendo wake wote wa kuigiza pasipo kujua. Nilikuwa najisumbua kupenda pasipopendeka, kumbe mwenzangu alipenda pesa, lengo lake likuwa kuchuna. Maisha yalivyobadilika. Vipi? We chula, mimi unanichukuliaje? Mbona zingua? Nayo, unaita mimi chula? We chula tu. Kama chula wengine. Wewe unanicholesha mimi muda wote geto. Sasa mimi nilikuwa napika. Ushamaliza? Ndio nimemaliza, sema ndo nataka nikajiandae. Unajua nisikilize. Tena kukaa akilini. Mimi sio mtoto mdogo ujue. Hizi sio pigo zangu kabisa mimi. Ila wewe ndio umenibadilisha. Sasa machizi yote mimi unaniona mimi mpumbavu tu, mimi kolo tunaendeshwa na wewe. sasa naenda kujiandaa hapo mara moja. Wewe vipi? Fanya hivyo. Sawa na. Au unataka kuona upande wangu wa pili nini? Yaani mimi nakuwa hivi kabisa hizi. Yaani mimi kabisa nichukue hela kabisa ni eti ni. Mchizi nimebelieve. Afu mwisho wa siku eti layo badilika nini mbadilika afu unani. Se. Unanichukuliaje mimi? Na leo mbona kaakanyaga huyo? Yaani ukaakanyaga kweli. Akifika uko geto huko. Yaani kwanza napiga kwanza ile skanka chenye kitu cha Arusha. Rahma. 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 Kwa hiyo umeamua kufunga mlango au sio? Unanichukulia mimi kolo. Hii haishi mpaka aishe. Yaani mimi leo nazalilika hivi yani. Nishajiandaa fresh yani. Nishajiandaa kule geto nini? Yaani nakupendeza hivi yani, nachukua hela nini kabisa, naingia dukani kabisa kuchukua nguo mimi.
Sela. Layo kama layo. Huu kazingua huu. Yaani uchula, huu kazingua. Sema nini? Baridi tutasomana tukiume. Si umeamua? Baridi. Yupi anayefahamu mwalimu wa mapenzi anifundishe? Yupi anayefahamu tabibu wa mapenzi anitibie? Kama mapenzi subira. Unajua mimi naogopa. Yaani leo amekuja hadi nyumbani. Ameletea vitisho. Yaani alisabidi kutoka nje naogopa. Na kikubwa ndio hivyo, anahitaji vitendo. Yaani hata sijui nafanyaje, yaani sina hata amani. Naelewa situation unayopitia. Lakini jambo tumeshaamua kulifanya. Lazima tulimalize. Na sio kwa yeye tu bali kwa mtu yote lazima angekuwa hivyo. Lakini mimi naamini kwamba hawezi kufanya chochote kibaya kwa sababu kwanza nakupenda. Na cha pili lazima yaonyeshe hali fulani ili kusudi uweze kupatwa na hofu, ufanye kile anachokihitaji yeye. Kwa kikubwa ni kuvumilia tu, kukamilisha lengo letu. Baby. Yaani jua jinsi ungemwona alivyokuja leo. Yaani hadi mtaani naona hadi aibu kutoka. Mimi tu ninachokiomba ni kitu kimoja. Kwanza usiogope. Usiogope, hakuna chochote atakachokufanya. Na kuhusu swala mimi nitalimaliza. Kikubwa tu kwamba usikubali kumpa tendo. Naomba iwe hivyo. Maana sina hata amani. Vipi mamzuri? Mimi nimekukubalia, lakini hiyo masuala ya kuvuta sigara sijui mara kuvaa vipensi, kusema ukweli mimi sitovizia kukua na wewe. Kama unanihitaji naomba ubadilike. Rahma, vitu kuviacha ni vigumu sana, ila kwa vile nakupenda kwa ajili yako mamzuri, nipo tayari, shakalenda tayari. Yani ile nimekunjua nafsi, mimi naacha. Mamzuri, unataka mimi niwe sharobaro? Limeisha hilo. Wewe ushanena, mimi natekeleza, ila angalizo. Tena hapa kwenye angalizo hapa
uwe makini. Mimi sela. Usichelewe kubadilika. Tusije tukachenjiana huko mbele ya safari. Usije ukaona niingiza katika shimo alafu mwisho wa siku kaniacha mwenyewe. Ndio uache kweli. Mimi kama utabadilika sasa sikuachi. Lakini hiyo michezo sio kutasigara kama hivyo nyumbani na kupelekaje. Mimi nipo tayari nakwambia. Ila ndio hivyo tu angalizo langu. Leo naweza hapa nikawa naongea kimapenzi nini? Baadaye usije ukaleta mapepe nini afu mwisho wa siku tukaonekana wabaya mtaani. Mimi nimekuelewa. Naomba tu na mimi nielewe basi. Niambie mpenzi wangu. Nikwambie nini? Zaidi ya kufurahishwa na wewe. Wewe unafurahi ukiwa na mimi? Sana. Nashukuru kusikia hivyo. Yaani Rayo huyu nayemuona hapa, huyu ndo Rayo wangu. Sio Rayo wa kipindi kile kwa kweli. Yaani sasa hivi Rayo wangu amekuwa handsome. Mambo ya macheni cheni. Umekuwa bling bling. Unajua nini? Hizo sifa zote unazonipa. Unastahili upewe wewe. Maana nilikuwa nawapa tabu sana wazazi wangu. Maana ilikuwa wakisikia kelele tu. Basi unajua mtoto wao atiani. Wanasema kimeinuka huko. Nashukuru kwa kunipa sifa zangu. Nakuja. Wasitulie nakuja shambiwa. Samani. Nimekuja kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Unachukulia mimi chicken mayai au sio? Yaani umemchukua manzi yangu afu mimi nikanyagia mtaani kwangu. Afu unasema nimekuja mazungumzo na wewe. Unachukulia unaniweza, sio? Wewe unataka kuongea na mimi nini? Unataka kuongea nini na mimi? Wewe umejua na wewe ndo shababi nini? Au umenichukulia mimi mtoto wa 2000? Mimi sio 2000, ushanisoma eh? Tena unisikilize kukae kwenye ndonga. Na sio 45 vile vile. Mimi 26 sio kipaji. Akina Nyando Tozi atuchekeshi. Sawa. Lakini ndugu yangu kuna mengi sana ambayo yako nyuma ya pazia uyafahamu. Naomba unipe japokuwa dakika 5 tu tuweze kuzungumza. Sikuja kwa ubaya, na wala sikuja kwa ugomvi. Iwe kwa shari, kwa heri, mimi nipo tayari. Ongea nini kimekuleta? Sio tamthalila nyingi kama Zuchu mtoto wa Jakopa. Kaka, naomba unisikilize. Naomba tutoke pembeni tuweze kuzungumza. Japokuwa kidogo tu. Hapa tufaidisha majirani tu. Dakika moja. Sawa ya shida.
bila shaka ya maji yatakuwa yanakwenda mpaka baharini. Hapana. Yatakuwa yanaenda Mto Ruvu. Hivyo unanichukuliaje? Umefika magetoni vizuri tu. Umeniambia una shida na mimi tuzungumze. Nimekugea nafasi tumefika hapa. Mbona sasa unaanza tatalila kibao? Umekuwa kama Zuchu mtoto wa Jacopa. Nini sasa? Lakini kaka, sikuwa na nia mbaya kuuliza maji yanapokwenda. Kwa maana nilikuwa najiuliza maswali mengi sana nilipoyaona. Tuachane na hayo. Kuna kitu ambacho muhimu sana nahitaji nikueleze kuhusiana na yule mwanamke. Najua kaka umechukia sana. Lakini kwanza nikuombe radhi. Na cha pili pia ningeomba kwa yote yaliyotokea tuweze kusameheana. Najua kwamba unanichukia sana kwa sasa hivi. Lakini kuna siri kubwa sana ambayo ufahamu kuhusu mimi, wewe na yule mwanamke. Kaka, yule mwanamke ambako anamkuta kwangu, sijaanza naye mahusiano juzi wala jana. Nimeanza naye kitambo kabla hata sijafahamiana na wewe. Isipokuwa tu kwamba kosa langu kubwa ni kutokutambulisha. Na yote yaliyotokea haikuwa serious, bali ilikuwa ni mpango tu tulioupanga. Na mpango huo ulikuwa hivi. Kweli napata wakati mgumu sana kuhusiana na Layo. Yule mzee amenitesmazi sana. Lakini pia najiuliza nifanye nini ili Layo aweze kubadilika? Kwa maana tumeshajaribu kumshauri, tumeshatumia kila mbinu na ikashindikana. Kwani Layo mnafahamiana? Layo ni rafiki yangu. Tani rafiki yangu tokea shuleni. Unajua Layo alinitongoza. Kweli? Lakini mimi sikuwahi kumkubalia. Sasa baby, unaonaje tukatumia udhaifu wake kwa sababu yeye ananihitaji mimi? Kivipi yani? Si nimkubalie ombi lake. Then nimwambie mimi sihitaji mwanaume wa hivyo. Kama unanihitaji, wewe mstaarabu, maana ananisumbua. Inaweza kuwa wazo zuri sana. Lakini kitu kimoja ambacho mimi ningependa kufahamu ama ningependa kukwambia. Kama utamkubalia shati liwe hili moja. Usije ukafanya naye. Baby, siwezi mimi kufanya naye chochote. Kweli? Kweli, na hata kama ningekuwa nahitaji kufanya naye jambo lolote, nisingekuja kukwambia. Unajua kitu ambacho mimi kinachoniogopesha, wanawake wengi sana wanapoanza mahusiano na mtu huwa ni kawaida, lakini vipi zawadi huwa vinawatia sana kwenye vishawishi. Wewe niamini tu. Kwa ndugu yangu naomba tusameheane sana. Sikia. Mimi nishauza mpaka uhai wangu kwa ajili ya yule manzi. Yaani mimi nimempenda kindaki yani kutoka kwenye moyo wangu. Sijategemea kama nitayasikia maneno haya kutoka kwako wewe. Yaani jinsi nilivyomgaramia yule manzi, na kama unavyoelewa mwenyewe mimi sina kazi nyingine. Shughuli zangu zile tu. Sasa kwa nini unizunguke yani? Na kama ulijua yani kuna vitu ambavyo uko li ndugu yangu wewe mimi. Ndugu gani? Unaelewa kabisa kwa mapenzi yanaua. Vipi leo mimi ningekuwa nimejinyonga? Ungekuwa umembadilisha nani? Kwa hiyo ndio umeona njia sahihi au sio? Hatakuwa na nia kukuumiza wewe. Mimi tu ninachokuomba, naomba tu nielewe kwa hichi kitu nilichokuambia. Kumbuka kwamba baba yako yuko peke yake, hana msaada wote zaidi ya wewe. Na wewe ndio mtoto wa pekee pale kwenu. Hebu leo hiyo ukiuawa na wananchi, baba yako ataishije? Naomba tafadhali unielewe. Badilika rafiki yangu. Baridi, mimi nimekuelewa. Kwako wewe deal done. Ila kwangu mimi nimepokea maumivu sana.
na sio kidogo, ila maji yakishamwagika hayazoleki. Inabidi nikubaliane na uhalisia huu. Mimi nakuachia yule mwenzi yako, mimi nitarudi kwa mwenzi yangu, nitamwomba msamaha, nini ataisha. Nashukuru sana ndugu yangu kuweza kunielewa, lakini kitu kikubwa ambacho mimi nakuomba uweze kubadilika. Kwa sasa wewe si mtu wa kufanya haya mambo. Mtazame baba yako, kwa maana anakutegemea sana, na wewe ndo mtoto pekee. Fresh. Basi sawa, naona leo ni siku ya Ijumaa. Kama vipi tuongozane tukafanye ibada msikitini? Unaweza ukatangulia tu. Ngoja mimi nimalize moshi yangu hapa kidogo afu hivyo. Sawa. Nimefika hapa. Okay. Nimekuja kukusikiliza. Kweni, mimi ni mkosefu kwako, ila naomba utambue kitu. Nakupenda sana. Stop. Hivi wewe unajielewa vizuri? Nilikuja kwako ulinifukuza kama mbwa. Leo tena nikusamee wewe? Kwa lipi? Usitenda kuniumiza moyo wangu, si ndio? Hapa hamna msamaha. Halafu si nilikwambia wewe ipo siku utanikumbuka tu. Mimi siwezi kurudiana na wewe. Tena tuheshimiane. Samee 7 mara 70. Kwa maana mimi ni binadamu, hivyo sijakamilika. Yule mtu ambaye nilisema nampenda, niliamini pia na yeye ananipenda.
lakini imekuwa tofauti. Kwangu amekuja tu kama mtihani, kwa maana alinifanyia tu plani niamini kuwa ananipenda ili atimize mambo yake. Kwa nikiwa kama binadamu nimefikiria, nikaona Queen ndiye mwanamke sahihi kwangu, kwa maana ananipenda kwa dhati. Hivyo moyo wangu nimeurudisha tena kwako. Naomba unisamehe. Hata nikikusamehe, lakini wewe si ndo Laya yule yule au umebadilika nini? Queen, mimi ni kweli nimetumwa, ila nimetumwa na moyo wangu. Sina sehemu nyingine yoyote ya kupeleka hisia zangu zaidi ya kwako. Tafadhali, naomba unielewe. Haki ya Mungu tena, mimi nakupenda na nipo tayari ukinikubalia tu twende kwa wazazi wangu. Kwa hiyo unataka kuniambia kuwa ulipitwa na shetani? Ni vigumu sana kukuamini, maana mpaka naogopa. Imani haipimwi tu kwa maneno, upimwe kwa vitendo, na ndio maana nahitaji nikupeleke kwa wazazi wangu, sio tu kujulikana, ikibidi nikuoe. Naomba upokee msamaha wangu. Nakupa nafasi ya mwisho. Ukichezea tena, siwezi kurudiana na wewe. Mimi niseme kwanza, umenifurahisha kwa sababu nihitaji tu kusikia kuwa kama umenisamehe. Swala la kurudia, kutorudia, niachie mimi, kwa maana nipo tayari kupokea hukumu yoyote ambayo utanipangia endapo nikirudia kosa. Ila nakuahidi siwezi fanya ujinga, upumbavu wa kurudia kosa. Wanangu, karibuni. Asante baba. Baba, mimi leo nimemleta mkwe wako.